Yesu asifiwe sana. Jamani, mwe mnaitikia sasa ili mtie moyo wahubiri. Bwana asifiwe. Amen. Sasa tutasoma neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ya 38 mstari wa 7 hadi wa 10. Hii inahusu wale wanaume wanaotumia kondom. Wanaweka watoto wao kwenye mipira, wanakwenda kuwazika chooni wakiwa hai wanapumua. Ni dhambi ya kuua mbele za Mungu. Kama una Biblia hapo au kwenye simu una Biblia, fungua Mwanzo 38 mstari wa 7 hadi wa 10. Mimi naanzia mstari wa 9, utaanzia wa 7. Inasema hivi: Onani alijua ya kwamba huo uzao hautakuwa wake, ikawa alipoingia kwa mke wa nduguye. Naposema alipoingia, kila mtu ananielewa. Ikawa alipoingia kwa mke wa nduguye, akamwagia chini mbegu za uzazi, asimpe nduguye uzao. Biblia imeandikwa hivyo, soma mwenyewe. Alipoingia kwa mke wa nduguye, akamwaga chini mbegu za uzazi, asimpe nduguye uzao. Tendo hilo alilofanya ikawa baya machoni pa Bwana, basi Bwana akamuua yeye, naye akafa pale pale. Leo hii unayetumia kondomu na huyo mwanamke mliyekubaliana naye, mnawaweka watoto wenu wanaofanana kwenye mpira, alafu mnaenda mnawazika chooni bila hata kuwaimbia mwamba wenye imara wala la ilaha illallah. Msemagaje hapo? Sawa? Mbegu ya uzazi ya mwanadamu ni tofauti na mbegu ya ng'ombe, tofauti na mbegu ya kuku. Ya mtu ilipuliziwa pumzi ya uhai ambayo itamrudia Mungu. Kwa mbegu ya mwanadamu haifi kama mbegu ya ng'ombe. Haya, kuna mtu nimemsikia hapo kwa njia ya roho anasema eti tumeruhusiwa kavu. Hamjaruhusiwa kavu. Acha uzinzi, acha uasherati. Tulia na mke wako. Wewe ambaye hujaoa, hebu kaa mwaka mzima, jipe mazoezi. Kaa mwaka mzima bila kufanya hilo jambo, alafu tuambie kama umekufa. Aufi. Tulia, pata mke mwema, oa. Wanawake, tulieni, pata mke mwema, muolewe. Namalizia wale wanaopanga uzazi. Mnaopanga uzazi, andiko lenu ni Mwanzo sura ya 1 mstari wa 27 hadi wa 28. Biblia inasema Mungu akawabarikia. Mungu akawabarikia, akawaambia, yani maana yake hiyo ni baraka. Ukikataa, umekataa baraka. Mungu akawabarikia. Hii Mwanzo sura ya 1 mstari 27 hadi 28. Akawabarikia, akawaambia, zaeni muongezeke mkaijaze nchi. Ina maana kumbe kuzaa na kuongezeka na kujaza nchi ni kubarikiwa. Leo hii mwanamke unaenda kuchoma sindano uzuie uzazi, alafu unasali kanisa la walokole. Mwanamke unameza vidonge vikakae sehemu za uzazi, wakija wale mbegu wale vile vidonge wafe, na wewe unaua vile vile kama anayetumia kondomu. Haya, nimesikia mtu kwa njia ya roho anasema, eti nani atawatunza watoto nikizaa wengi? Kwani hao watoto unaokaa nao hao uliowazaa na hiyo familia, kwani wewe ndio unaitunza? Au huyo mume wako ndo anaitunza hiyo familia? Mbona yule mama aliyezaa mtoto au mapacha watatu akafariki pale pale kitandani hospitali, afu wale watoto leo ni wanene, wana afya, wako chuo kikuu wanasoma, kwani anawatunza yule marehemu? Niambie, nani anayewatunza? Unijibu wewe mwenyewe. Uliyekuwa unauliza moyoni nani atawatunza watoto, eti tuzae wengi, watatunzwa na nani? Ukitokeza tu duniani una riziki yako. Yaani ukizaliwa tu ukachungulia dunia hivi, tayari riziki yako hiyo. Mungu ndio anayetunza watu. Zaa, ongezeka, jaza nchi. Unaitoa mimba, unasema hilo nilinyama tu alijawa mtu, si ndio?
Kama alijawa mtu, mbona linakuwa hilo linyamanyama na tumbo linazidi kuvimba? Kilichoko ndani kilipuliziwa pumzi ya uhai ya kuishi milele. Ng'ombe haijapuliziwa pumzi ya kuishi milele. Kuku mbegu yake ikupuliziwa pumzi ya kuishi milele. Mbegu ya mwanadamu ni mwanadamu. Haya, nawathibitishia kwenye viuno vya wanaume kuna watu na kuna wafalme wanaishi. Wanaume kwenye viuno vyao kuna wafalme wanaishi. Mwanzo 35 mstari wa 10 hadi wa 11 inasema, Mungu akamwambia, hutaitwa tena